Ni mwaka mwingine tena, tumemaliza mwaka salama. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Yapo ambao umekutana nao kwenye maisha yako, kwa namna moja au nyingine yamekuumiza na kusababishia maumivu ya kudumu. Jambo hilo lisikupe wasiwasi. Kwa sababu gani? Ipo nguvu ya msamaha ambayo inaweza ikakusaidia kuondokana na yote hayo. Watu wengi wamekuwa wanapitia changamoto kwenye maisha yao, changamoto ambazo zimekuwa zinawafanya sasa badala ya kusamehe, mwisho wa siku wamejikuta wanabaki na vinyongo ndani ya mioyo yao. Leo hii nitakufundisha namna ya kupitisha msamaha kwenye maisha yako, lakini pia utajua umuhimu wa msamaha kwenye maisha yako. Jambo la kwanza ambalo inabidi utambue ni kwamba msamaha ni hatua muhimu katika kuelekea kupona. Watu wote ambao wanapitia maumivu mbalimbali ya moyo kutokana na changamoto ambazo wanakuwa wamepitia kwenye maisha yao hawasamehe, ndio maana wanabaki na vinyongo, na mwisho wa siku wanakuwa kila siku wanaona maisha hayaendi kama jinsi ambavyo wanakuwa wametarajia. Sasa nikuhakikishie kwamba ukiweza kusamehe, ukiweza kumsamehe yule mtu ambaye amekukosea, au ukiweza kusamehe yale mambo ambayo umekutana nao kwenye maisha yako, ninakuhakikishia utakuwa umejiweka kwenye nafasi ya kupona maumivu ambayo yanakusumbua. Lakini jambo la pili ni kwamba ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, inatakiwa ujifunze kusamehe. Unaposamehe unafungua milango ya baraka kwenye maisha yako, na mambo mengine utaona yanakwenda kama jinsi ambavyo unakuwa umepanga. Lakini jambo lingine ni kwamba msamaha unakusaidia kukupa amani ya moyo. Unaposamehe unapata amani ya moyo. Nafsi yako inatulia na utakuwa na uwezo wa kufanya mambo yako na yakaenda vizuri kabisa. Pasipo kusamehe utakuwa umebaki na vinyongo, utakuwa umebaki na chuki ndani ya moyo wako, na mwisho wa siku sasa utaanza kuona maisha hayaendi vizuri. Jambo lingine ni kwamba faida ya msamaha inakusaidia kukupa utulivu na kuimarisha afya yako ya akili. Ukiona mtu anapitia changamoto za stresi, kwa maana ya msongo wa mawazo, ukiona mtu anapitia depression, ukiona mtu anapitia hali ya hofu na wasiwasi kwenye maisha yake, ni kwa sababu bado hajapitisha msamaha. Sasa nina imani mwaka mzima umekutana na changamoto nyingi ambazo zimekutoa kwenye mstari na kunyong'onyesha moyo wako. Sasa kupitia msamaha na kuhakikishia, ukiweza kusamehe yale yote ambayo yamekukwaza kwa mwaka uliopita, na kuhakikishia utaanza mwaka salama ukiwa na furaha na amani ndani ya moyo wako. Ruhusu msamaha kwenye maisha yako ili uweze kupata utulivu na kuimarisha afya ya akili. Jambo lingine ni kwamba unaposamehe inakurahisishia kuboresha mahusiano yako na watu waliokuzunguka. Kama umekwazana na ndugu, kama umekwazana na marafiki au mwenza wako, msamaha ni njia nzuri ya kuboresha mahusiano yenu na kurudi kwenye hali ya kawaida kama jinsi ambavyo mlivyokuwa mnaishi mwanzoni. Kwa hiyo msamaha ni kitu cha msingi sana, hasa katika kukuandalia njia ya mafanikio kwenye maisha yako. Usiposamehe utabaki na dukuduku ndani ya moyo wako, na mwisho wa siku sasa kila kitu ambacho utakuwa unakifanya utakuwa unaona hakiendi kama jinsi ambavyo unakuwa umetarajia. Sasa ufanye nini ili uweze kupitisha msamaha ambao utakusaidia ubaki na amani kwenye maisha yako? Yako mambo matatu ambayo inabidi uzingatie. Jambo la kwanza, unaposamehe hakikisha unapitisha msamaha binafsi. Msamaha binafsi ni pale ambapo unajisamehe kwa mambo yote ambayo umeyafanya kwenye maisha yako pasipo kutarajia. Unapojisamehe wewe mwenyewe, manake unafungua milango ya baraka, lakini unatengeneza amani ndani ya moyo wako. Lakini jambo lingine tunasema msamaha wa watu. Kama utaishi kwenye maisha ukiwa umekwazana na majirani au marafiki zako wa karibu pasipo kupitisha msamaha kwenye maisha yako, ninakuhakikishia utakuwa unaishi maisha ya kinyonge, maisha yasiyokuwa na furaha. Kwa maana hii sasa unatakiwa ujifunze kupitisha msamaha kwenye maisha yako kwa kusamehe watu wote ambao wamekukosea. Hatukatai kuna watu wamekukwaza kwenye maisha yako. Hii haimaanishi kwamba maisha yako hayapaswi kuendelea. Maana yake ni nini sasa? Ruhusu msamaha kwenye maisha yako ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kama kuna mwenza wako mlikuwa mnapendana, lakini mwisho wa siku sasa mkaja kuachana, mkatengana, isiwe ni uhasama. Wewe samehe na ruhusu nafsi yako iwe na amani kwenye maisha yako ili mambo mengine yaende. Unapomsamehe mwenzako ambaye amekukosea, unaruhusu na unafungua baraka na milango ya kupata mwenza mwingine ambaye anaweza akawa pengine ni mzuri zaidi ya huyo mwenza wako
wa mwanzoni ambao ulikuwa unaishi naye. Kwa hiyo hakuna haja ya kuishi kwa uhasama, hakuna haja ya kuishi kwa kinyongo. Ruhusu msamaha kwenye maisha yako kwa kusamehe watu wote ambao wamekukosea kwenye maisha yako, na ninakuhakikishia hii itakusaidia uwe na amani kwenye maisha yako. Jambo la mwisho, ili uweze kutengeneza msamaha mzuri, tunasema ruhusu msamaha wa vitu. Msamaha wa vitu ni pale ambapo unasamehe kila kitu ambacho unahisi kimetengeneza vikwazo kwenye maisha yako. Kuna mambo ambayo ulipanga kuyatekeleza kuanzia mwaka unavyoanza mpaka mwaka unavyoisha, lakini kwa bahati mbaya umeshindwa kuyatekeleza hayo mambo. Kwa jambo la msingi ambalo nitakuwa ufanye ni kuruhusu msamaha kwenye maisha yako. Kuna vitu ambavyo hukupenda vifanyike kama jinsi ambavyo wewe ulivyokuwa unatarajia, ruhusu msamaha. Kuna matukio ambayo yametokea kwenye maisha yako, umepata msiba, matukio haya yasikufanye ukawa mnyonge na ukashindwa kuendelea na mambo mengine kwenye maisha yako. Jambo la msingi ambalo inatakiwa kufanya, inatakiwa uruhusu msamaha kwenye maisha yako, ili uanze mwaka vizuri ukiwa na afya njema ya roho na ya mwili, na mwisho wa siku nakuhakikishia mambo yako yatakuwa vizuri na utafanikiwa kwenye maisha yako. Baada ya kusema haya, asante kwa kunisikiliza na nakutakia mafanikio mema. Asante.